kumalizia application ya mama ya nyumba pale Machakos. Kama alivyoahidiwa na rais, ameweza kununuliwa nyumba ya 3 bedroom house pale Machakos town, nyumba ambayo ataweza kuishi na watoto wake. Jinsi tulikuwa tumeeleza, boma yangu ni mojawapo ya huduma ambazo ziko katika eCitizen, so tumeweza kufungulia mama eCitizen account na pia tukaweza kumregister pale boma yangu na kuweza kucomplete application. Ndio hii ameweza hata kuweka sahihi ya kwamba amekubali hiyo nyumba, na sasa after amesign tunamkabidhi document yake. Hii ndio application form. After hapa tutaweza kumpeleka pale kwenye nyumba yake pale Machakos town, na ataweza kuishi pamoja na jamii yake kwa njia ambayo ni njia nzuri sana. So kwa niaba ya Affordable Housing, Mama Ruth tunasema congratulations. Ameweza kupata nyumba ya Affordable Housing, na tunahimiza Wakenya wote ya kwamba pia muweze kujisajili katika huu mradi wa boma yangu. Ni rahisi sana, uende pale kwa mtandao www.bomayangu.go.ke ama kupitia simu hata hii ya kabambe unaweza kudial *832# na utaweza kujisajili na upate nyumba. Si lazima ukuwe unakatwa hii housing levy, si lazima ukuwe mtu ameajiriwa ama uko na mshahara mkubwa. Ile malipo unalipa kidogo kama rent mahali unaishi, inaweza pia kukununulia nyumba ya Affordable Housing na uweze kuishi vizuri na watoto wako, kama jinsi Ruth hapa ataweza kupata nyumba mzuri kuanzia leo na kuendelea. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. So ndio ungempata chukua picha kamera ukisoma pale kwa mbele. Lakini kwa sahihi hii application form yake pale kwenye project ama pale site. Kwa niaba ya Affordable Housing Board na kikosi chote cha boma yangu, tungetaka kumwambia mama hongera sana kwa kuweza kupata nyumba. Na tunatarajia ya kwamba utakaponenda pale Machakos utaishi vizuri na watoto wako kwa nyumba mzuri, choo ndani, maji ndani, gas ndani, internet, kila kitu ambayo unataka iko pale. Security, takataka itakuwa inaokotwa, kuoshewa utakuwa unaoshewa corridor, maisha mzuri. So congratulate, asante sana, na tunakuombea Mungu utakapoenda pale hata kazi mzuri akupe ndio uweze kuwalea watoto vizuri. Congratulations. Wow, thank you so much. So maybe you can take pictures. Na Tito amewekwa katika beneficiary ya hii nyumba. Tumeweza kuweka watoto wote 5 katika kama next of kin wa huyu mama hapo, na they are well catered for, they are well covered. So na in case of anything kidogo ndo achukue hiyo part, ndio swali alafu achukue. Nauliza, mmeweza kufactor in watoto kina Tito kama dependents kwa hii boma wako katika system hapa ndani? Yes, katika hii application tumeweza kufactor all the 5 children wote kama next of kin wa Ruth, na wao ndio beneficiaries wake, wale bona fide, wale ambao tuna recognize kwenye system yetu. Okay. So isitokee Mkenya mwingine hapo aje ajitokeze aseme pia mimi ni pale. Hapana, sasa tunajua Ruth na watoto wake 5. Thank you so much. Congratulations na karibu katika boma yangu. Nasema aje? Nashukuru sana. Ongeza sauti. Niishi na familia yangu. Mungu akubariki. Mtendea wema. Asante sana. Tito. Hii ujumbe natuma kwa rais wetu Samuel Ruto. Asante sana kwa mapendo umenifanyia. Mungu akubariki. Okay, baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na chenye utakachoitisha Mungu akupe. Na kuna wale Wakenya ambao pia mlichanga, na tukasema pesa ambayo mlichanga, sisi tu recognize pesa itanunua nao shamba. So Wakenya wote ambao mlituma 10 bob, 20 bob itamsaidia kufanya biashara, na at least Daktari Ruto ametusaidia upande wa nyumba. Zile pesa ambayo mlichanga wiki mtanunua nao shamba na kuanza biashara. Tuko na jamaa mmoja mwenye alifanya tukajua story ya Tito. Bazu sema kitu. Mimi nikushukuru tu, ndashukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza nitamshukuru Jehova kule aliniumba na Mungu mwenye alinishikanisha na ukijana. Okay, sawa. Kwanza mimi nitamshukuru Mwenyezi Mungu Jehova mwenye aliniumba, kwa sababu Mungu alipanga atanipe mtoto nikuwe
njia yake ya kufika hapa amefika. Pili, nitamshukuru our president kwa sababu venye aliona kijana kwa mtandao ameamua tu kuwabariki. Asante. Na pesa yako ya mfuko, our president. God bless you so much. Kenyans, tukae hivyo na tupendane na tushikilie watu kama hawa. Ukiwa na mtu ako na shida usimchukie, simama naye, tumsaidie. Barikiweni sana. Asanteni sana. Tunaomba sasa kufuruliza mpaka Machakos. Tunaomba tupatie ofisi yako vile Ozio amesema. Waende tuone cha ukweli karatasi. Sasa tunaenda Machakos guys. Wacha nawapea updates tukifika Machakos. What next? Najua watu wengi wangependa kujua services za government. Unaona, kama at least through tumekuja kwa hiyo ofisi. Mimi nimeenda hivi State House, nikaambia pa State House. Nikaambia hivi niko watu wa body. Salamia wa Kenya. Asante sana. Good morning. Tunashukuru Mungu kwa kutupa siku ya leo, siku njema, siku ambayo familia ya Tito imengoja sana. Wakati president alisikia kilio cha familia ya Tito, haswa kilio cha Tito, kijana miaka 14, kijana ambaye analea wadogo wake, kijana ameacha masomo, na aliposikia kilio hiki, yeye kama kiongozi, kama baba mzazi, hata hakupoteza wakati. Alisema ya kwamba yeye mwenyewe atajitolea kama kiongozi wa nchi na kama baba anunulie hii familia nyumba. Amewanunulia nyumba ya 3 bedroom pale Machakos County, na pia ile nyumba amefurnish. Kwa hivyo wanaenda kuingia na kuanza maisha mapya. Obida, niliona Wakenya wakisema ni uongo. Wanasema ni story yetu. Na wanasema ni uongo sababu utapewa aje nyumba kama hujakuwa registered. Na kikao ambacho tulikuwa tumepewa na bwana CEO na chairman pia wa affordable housing, ni kikao cha leo. Tumekuwa hapa kutoka saa 1 asubuhi, na sasa hivi mama ya Tito anaendelea kumalizia kufanya registration. Nimeona pia Wakenya kwa vile wamesikiza historia ya Tito na wamefuata, wamesema hapana, hii nyumba ipewe iandikiwe Tito. Wakenya wamekuwa na wasiwasi na it is normal, it is expected. Na bwana CEO na bwana chairman wametuhakikishia kwamba kwa sababu mama Tito ndio ako na umri wa 18 years and above, ambaye ndio ako na kitambulisho, atamregister yeye kama owner, lakini the good news ni kwamba Tito na wadogo wake wataingizwa pale kama dependents wa hii nyumba, next of kin, au bado majina zao pia zinaenda kuingia pale. Kwa hivyo kila kitu iko sawa, kwa sababu Wakenya wameuliza maswali mawili matatu, na wataona leo vile safari itaendelea. Tukitoka hapa tunaelekea moja kwa moja mpaka county ya Machakos, ambapo ndio familia ilitaka sana kusettle, na tutakuwa tunaelekea pale. Virago vyote walihama jana usiku, ndio tulibeba vitu tuliamo usiku, si because niambia Dandora kwa heri. Niambia Dandora kwa heri. Sasa unaenda kuanza maisha mapya kupitia Daktari William Samoei Ruto. Hii familia ya Tito kupitia Tito wanaenda kuanza maisha mapya in a few hours. Wakati Mungu atatufikisha pale, mtuombe tu na safari njema, tuweze kufika vizuri, familia iweze kuwa na mahali pema. Sijui hata nilisahau kutafuta pastor atuombe. Lakini pastor wako tutaweka tu live. Usitudharau pia sisi. Na Senator Tabitha niliona pale penye Tito ametoka, kuna ile bridge ambayo tulivuka, na ile bridge watu wamefariki sana. Na ndio nikasema ndo Tito asikasoleke pia ache legacy. Hebu tukimaliza mambo mingi, so kama Kenyans for Kenyans, ukiwa na hardware, ukiwa na simiti, ukiwa na chuma, at least that's the best thing that impact community. If maybe you can have ile bridge ambao watu wanafariki pale tengenezwe kama hata Tito's bridge. Tito's bridge. Unaona? So at least cause that's the only way anaweza legacy huko nyumbani, because pia umeacha pia marafiki huko watakukumbuka aje. Unaona, na wewe ushahama. So pia guys, tomorrow we are going to school. Tunapeleka shule kesho, na through our senate hapa pia tuliweza kupata PS, na the other kids watasoma around the school ya Machakos, ambao walisema ni vyema at least wasome around their home place, na mambo imekuwa mazuri sana. So guys, affordable house inafanya kazi, na mmesikia history si kipindi. So kutoka hapa leo ndo na mama kupata certificate, atumwambie nyumba ni yao forever na watalipa rent. So kama guys uko na swali yote kuhusu affordable house guys, tutawatag pia hapo hivyo tafadhali. Na Kenya ukiwa na 10,000 20,000 kama deposit, you can own a house even ukiwa na 50,000, alafu unalipa polepole na ziko very fair. So unaambia wa Kenya, nawashukuru sana
Kenya. Simu yako iko wapi? Na Mungu awabariki. Mheshimiwa Tito akiendelea before aongee, kuna sahi ukuje uregister nyumba, ulipange ile mortgage ya every month, na ukuje ufike mahali upoteze job, ukuwe uwezi lipa ile 20,000 ya 3 bedroom. Si 20 nataka umeenda juu sana. Weka tu ile pesa ya kweli ambayo ni 3,500 ni pesa ya chini. Badala ya kulipa rent huko nje, kujeni mchukue affordable housing. Wame reduce ile percentage ya deposit from 10% to 5%. Unaweza lipa as little as 175 ile deposit ya 5%, and then after that kuna ile pesa kidogo unalipa, ile hapa ndogo kabisa ni 3,500 na hiyo 3,500 bado iko na insurance, life insurance. Wewe kama mwenye nyumba ugonjeke leo, uwe na kutoa uwezo wa kufanya kazi, ile insurance ambayo imekukava sasa ndio itachukua hiyo hukumu na italipa kila kitu. So bado hizi nyumba ziko na ile life insurance. Si kama leo vile unalipa mtu rent, kikiumana kitu atafanya ni kukufukuza. Hii hautafukuzwa ukikosa kazi. Hii hiyo insurance ndio itakava na itakulipia. Na boma yangu ndio hii, umeona the process ni dakika 5, unahitaji kuwa Mkenya. Ukiwa Mkenya uko na kitambulisho kumaanisha kwa 18 years. Uwe tu na PIN number, tax compliance, unaona hizo vitu ndio zinahitajika na picha yako tu wewe. And then uingie tu kwa system, ni dakika 5 kuregister. Nyumba ziko kila mahali. Yes. Na swali la mwisho tu, jina langu ni Clarish kutoka Clarish Updates. Kuna Wakenya wanauliza labda ukishakelea ile deposit, is it guarantee utapata nyumba ama ni bahati nasibu? Hakuna cha bahati nasibu. Hakuna cha bahati nasibu kwa sababu kumbuka kila kitu kiko kwa system. Ni wewe uingie kwa mtandao uchague nyumba mahali unataka. Hata ukitaka nyumba Kisumu, ukitaka nyumba Kitui, kulingana na mahali, ukitaka hapa Mukuru kwa Njenga, ni wewe uchague. Alasa from there uende hatua kwa watu. Unataka nyumba kiasi gani kulingana na uwezo wako. Kuna zile bedsitter, kuna 1 bedroom, kuna 2 bedroom na pia kuna 3 bedroom. Kila mtu kulingana na mfuko yake imeketa for everybody. Upate ya kwamba kulingana na mfuko wako inakupatia nafasi ya kuchagua kile ambacho unaweza. Na mheshimiwa, upate ulikuwa kuendeleza swali la mwisho, ukishakelea ile deposit labda itakuchukua baada ya muda gani uweze kuwa handed over ile nyumba? Inategemea umechagua nyumba wapi. Kuna zile tayari ziko tayari. Kama hii akina Tito wanaenda kuingia iko tayari. Kuna zingine zinajengwa, lakini wewe roho yako imependa zile zinajengwa. Kwa hivyo unapata duration mostly imekuwa ikienda sana miaka 2, miaka 3. Hiyo ndio the lead time ya kuweza kujenga hizi nyumba. Kwa hivyo kulingana na maendeleo yako inataka. Ukitaka kuishi Kanairo, unaweza ambiwa ya kwamba itakuchukua maybe 1 year ndio ziishe. Kwa hivyo kuna advantage ya kwanza kulipa mapema, at least upate by the time unaingia umepunguza ile gharama. Kuna mwingine anataka kwenda Machakos ziko tayari. So unapata inategemea na mahali ambapo unataka. Na hakuna pesa ya Mkenya inapotea. Jambo la muhimu ni kwamba wengine wameuliza, kwa hivyo kama ulipo mshahara una payslip ambapo ukati, kwa hivyo una qualify. Wamesema ya kwamba CEO wa affordable housing amesema as long as wewe ni Mkenya na uko na kitambulisho, na unataka nyumba, tembea katika ofisi za na kuregister ni free. Ingia pale, jiamini. Wewe bado unalipa rent, bado unapatia mtu 5,000, bado unapatia mtu 10,000 na uko na watoto na unalia kila saa. Hiyo 10,000 unapeana, si uweke mahali ambapo hiyo nyumba utakuwa ukilipa na mwishowe ikuwe yako. Tunaelewana? Mheshimiwa, niko na swali. Sasa hii upate unataka nyumba iko Syokimau na hiyo nyumba zimejaa, hakuna yenye iko available. Is it possible upewe area nyingine na maybe hiyo area wewe unachagua, haupewi. Tutofautishe. Affordable housing ni wewe unajichagulia mahali ambapo unataka. Nimesema ukitaka leo kwenda kuishi Eldoret, ni wewe unaamua. Na ukipata kama unataka Eldoret na hakuna, ni ishara ya kwamba wale ambao huwa na roho za kutoamini, wale huwa na roho nusu za kutobelieve ya kwamba kitu inaweza fanyika, ndio unaona wanakuwa mwisho kusema hii haipatikani, na hizo vitu zimekuwa pale. Kwa hivyo enda kule kwingine, kule neighboring, na utaweza kupata nyumba na ziko. Yes, niko na Madam Mary, tumekuwa tukiongea na Mary actually ndio tuliweza kuzungumza, na unajua mimi ni mama mwenzangu sasa. Aliweza kunisaidia kuensure ya kwamba anaweza ongea ngapi akaweka vitanda kwa ile nyumba coordinate. Kwa hivyo hii kazi ya kina Tito imecoordinatiwa sana pia na ofisi yote ya affordable housing, na tunamshukuru Mary sana kupitia kwa ofisi ya CEO, tunamshukuru sana. Tumemaliza registration ya mama. Mwisho. Tushamaliza. So acha tufanye general one. Post kwako pia. So guys, umejiandaa hapa?